to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. Hakuna cha mali wala pesa. Kilichopo pale mwenyekiti ni majini. Sasa nafanyaje? Hata sielewi. Sasa kama kijiji changu kimevamiwa. Sasa nacho kufanya na kumtafuta mganga wangu wa kijiji. Hilo ndio neno mwenyekiti. Mganga wangu wa kijiji atafanya kazi. Sawa mwenyekiti. Sawa. Sawa. Kumbe wewe nenda nyumbani kwenu. Sawa. Sawa mwenyekiti. Sasa mimi naenda. Usiwaambie watu. Waambie wanakijiji wenzangu wamebaki msituni. Sawa mwenyekiti. Waambie wanakijiji wenzangu baki wapi? Msituni. Usiwaambie kama wamekufa. Sawa? Sawa. Unaletea majanga. Sawa? Haya, mimi naenda mwenyekiti. Haya, unaweza kwenda. Nenda salama. Haya mwenyekiti. Kijiji changu kimeharibika. Yaani kimeharibika kabisa. Jini kwenye nyumba ya maajabu. Ile nyumba ya kale kumbe na maajabu hayo. Ngoja nijiandae. Hapa yupo. Odi mtaalamu. Odi. Karibu mwenyekiti. Usiwe na wasiwasi. Karibu. Asante. Usiwe na wasiwasi kabisa. Hapa ndio umefika kwa mganga. Unaonekana mganga. Usiwe na wasiwasi. Kaa chini. Angalia mbele. Hapa ndio umefika kwa mganga mwenyewe. Ambaye anatatua matatizo. Usiwe na wasiwasi. Sawa kijana? Utaniona tu kijana. Utaniona. Usiwe na wasiwasi. Unaonekana mganga. Kijana karibu. Bila shaka ni mwenyekiti. Asante mganga. Ndio hivyo. Ndio. Mganga. Nafikiri ni mganga mkubwa. Usiongee shida yako. Najua kila kitu. Umefanya makosa sana. Makosa? Watuma wale wanakijiji kwenye ile nyumba. Sasa mimi nifanyaje mganga? Natafuta mali. Ile nyumba ina mali yoyote. Ile nyumba ilikuwa ni ya ulisi. Ya ulisi? Mlisi ni nani sasa? Mlisi ni nani mganga? Usiwe na haraka, utamjua. Ile nyumba ilikuwa ni nyumba ya ndugu hawa watatu. Ilikuwa ni nyumba ya ndugu hawa watatu. Lakini kuna usaliti ambao ulifanywa. Usaliti? Ndio. Huo usaliti huo ndio ulipelekea watu na hiyo nyumba ikaacha kufanywa usafi.
kuna kaka yao mkubwa, yani wapo wangapi? Watatu. Wapo wangapi? Watatu. Kuna dada yao na wanaume hawa Wawili. na wanaume hawa Wawili. Huyu mdogo alienda mjini, na hapa namwangalia kwenye site miela, namuona ameanza safari ya kurudi nyumbani. Kurudi? Ndio. Anakuja kufanya nini sasa? Sina haraka, utajua mengi. Walipobaki huku, kaka yake alimuua mdogo wake wa kike, akajua atapata mali, atabaki na ile nyumba. Baada ya kumuua, yule dada ambaye ni mdogo wake alirudi kama jini, akakaa kwenye ile nyumba, amemuua kaka yake, na ndio maana na ile nyumba akaifunga. Atakayefungua au kugusa ile nyumba atasababisha madhara. Tunafanyaje sasa? Unanisaidiaje mganga? Mwenyekiti, umefanya makosa sana. Mwenyekiti, umefanya makosa sana. Nisaidie mganga. Naomba nisaidie mganga. Usijali, mimi ndio mganga Kifulima. Nitakusaidia. Usiwe na wasiwasi. Sawa? Asante Sawa Kifulima. mwenyekiti. Asante Sawa. Kifulima. Mimi ndio mganga Kifulima. Huwa anabadilika muda wote. Mimi nitakusaidia. Sawa? Nisaidie mganga. Msaada lakini upo kwa kijana ambaye ni ndugu yake na huyo jamaa. Ambaye ni Tunafanyaje? jini. Ana pete. Hiyo pete. Twende mzimuni ili mimi nimkabidhi hiyo pete. Kijana huyo tunampataje? Huyo kijana nilikwambia yupo njiani anakuja. Akifika, cha kwanza atakuja kwa mwenyekiti ili ajitambulishe. Sawa? Nduta. Yaani kijana yoyote atakayekuja nyumbani kwako kujitambulisha, huyo ndio kijana. Utakuja naye hapa Kilingeni. Sawa? Ndio mganga. Tutatoka. Tutaenda wapi? Mzimuni. Tutaenda wapi? Mzimuni. Tutatoka Kilingeni tukaenda wapi? Mzimuni. Na sawa. Na huyo kijana atapigia kwa dada kati ya wale watu ulioagiza kwenda kusafisha ile nyumba. Sawa? Ndio. Sawa. Ndio. Ngoja uongee na jini Maimuna. Asante. Mimi nimekuja kwa sababu ya kusaidia watu. Usio na wasiwasi, sawa? Ndio. Sawa. Ndio. Mimi hiyo pete ipo mizimuni na nimeshaiona. Sawa? Ndio. Sawa mwenyekiti. Ndio. Jamani mwenyekiti. Usijali mwenyekiti. Yaani kiti wetu atakusaidia, sawa? Ndio mganga. Utaipata hiyo pete na matatizo yataisha. Sawa Maimuna. Sawa. Mimi narudi ujijini, sawa? Asante. Sawa, sawa mwenyekiti. Basi tugange kidogo mwenyekiti. Narudi ujijini. Narudi.
nimeingia hivi. Wewe kaka mbona kama siamini kakaangu? Wewe amini. Kaka. Ndio mimi. Wewe kaka unataka kakaangu jamani kaka. Ngombeshe kando. Kaka hamna. Nikachukua kando. Kaka wewe sikufanya nayo. Wewe kaka wala uweze kaiba. Basi sawa. Kaka ninafuraga kaka kukuona kakaangu. Umepotea kaka. Kaka. Unajua dada, nimechoka. Umechoka? Yaani nimechoka sana. Hapo haya mazingira haya. Ni kama vile naenda na potea haya. Hata nyumbani tumeshafika ni hapo. Hii nyumba si ilikuwa ya mzee mmoja hivi Mtemwe. Huyo mzee. Atakuwa ameshaenda wapi? Maana nyumba siamini kweli. Sasa mdogo wangu. Kutokana na safari nimechoka. Wewe nenda akachukue kiti humo ndani. Leta hapa tukae basi. Sawa kaka, tusijali. Yaani siamini. Ila kumebadilika au kutofauti na jinsi nilivyotoka. Hapo inaonekana rafiki yangu alikuwa anakaa maeneo gani hapa? Itakuwa labda ni kwenye ile nguzo ya mwisho. Kwenye ule mti. Bye basi. Kaka hapa. Sasa kaka, mimi nitakaa chini, usijali. Kweli? I say. Kaka karibu kaka. Asante sana mdogo wangu. Za huko. Za huko dada ni nzuri. Ni nzuri sana dada. Na unajua nini? Mimi kuna kitu kimoja nikuulize japo nimechoka na safari. Niulize tu kakaangu. Kuna huyu binti ambaye anataka kuwa mchumba wangu huyu Fatuma. Fatuma? Kaka. Hiyo ni story nyingine tena. Kafanya nini? Ameshakufa? Kilichomuua nini? Kaka, ni story kaka. Yaani ukisikia ni story. Yaani kaka wewe acha tu. Kwa sababu umekuja. Nitakwambia kila kitu. Sawa. Sasa nikwambie leo au tufanye siku nyingine? Unaweza ukaniambia? Kaka. Kijiji chetu hiki kina balaa. Balaa? Kaka. Yaani kina balaa. Ushawahi kusikia balaa? Balaa gani tena? Kuna nyumba moja hapa kijijini kwetu. Hiyo nyumba nasi ulikuwa unaifahamu lakini ulikuwa bado mdogo sana. Hata mimi nilikuwa mdogo. Hiyo nyumba iko mwishoni kwa kijiji kubwa. Hiyo nyumba haijawahi kufunguliwa. Ni ile tutaka tushike tu ile nyumba. Kaka, ilitokea sauti ya ajabu. Sauti? Sauti yetu kabaki tunashangaa wote. Tukasema hapana, lazima tufanye nini? Lazima tuibomoe. Alitokea bonge jini. Alitokea jini mkubwa sana. Huyo jini alitisha. Ikaweje? Ikabidi tukimbie. Tulivyokimbia tukapotana misituni. Kuna wengine walikufa huko, walichinjwa, wengine walinyongwa, yani kaka ilikuwa ni hatari sana. Usitaka kuniambia kwamba hata huyo Fatuma namzungumzia amekufa kwenye alikuwepo. Fatuma wangu. Yaani kaka sikuamini. Sikuamini kaka yangu. Sasa kaka. Mwenyekiti ashasema hivi. Mgeni yote akija katika kijiji changu, japokuwa alizaliwa hapa, akaondoka kwenda kijiji kingine na akarudi tena, lazima aje hapa kwangu. Kwa hiyo wewe, mguu mosi mguu pili, twende wapi? Kwa mwenyekiti. Unamaanisha mimi nikaripoti kwa mwenyekiti? Ndio kaka. Sijapumzika hata kupumzika. Kaka, ukikaa hapa, akijua itakuwa ni matatizo mengine
nyingine kaka. Kumbuka hiki kijiji kina mauzauza mengi kakaangu, nielewe. Mimi ndo nimeishi hapa. Wewe ulikuwa huko mjini. Sikiliza bwana. Japo mimi nilikuwa mjini huko. Mimi hapa siendi kwa mwenyekiti. Naingia zangu ndani nipumzike kwanza. Mambo ya kwenda kwa mwenyekiti tutaenda kesho. Kaka, mwenyewe sio muelewa kaka. Utarudi hapa ni nyumbani kaka. Shida tuende kwa mwenyekiti tukaripoti kwamba kakaangu amefika. Haya, unavyotaka wewe ndio twende sasa. Kaka jamani, kwa tunataka tubishane hapa. Na uingize hicho kiti ndani. Sawa, tunaenda. Hadi subirie. Kwa mwenyewe mgeni umefika leo, alafu nataka nipeleke mbele. Na uwai huko. Sawa na wewe. Na maana mimi Fatuma wangu ndo jamani, mtoto alikuwa mzuri. Yaani ukimwangalia Fatuma, mtoto alikuwa amejaa, mtoto amefungasha. Na maana hapo ndo kuishi naye mimi na Fatuma. Twende bana. Twende sasa, una hofu kaka. Twende bana. Sawa, twende. Huyo mwenyekiti wenu. Ule wenu afika kwa wewe na